ama na yeye ndiyo genge moja na hilo watu. Sasa hapa nataka nielezee vizuri mpate kunielewa, maana wapo Waislamu wanaujua Uislamu wao, lakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ni kwamba wao wanashiriki na makufari katika masala kama haya, kana kama wao hawana sikukuu, kana kama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haijakamilika hivi. Kuna vitu vimepungua, wamepungukiwa, hawajawekewa sikukuu, hawana siku za kusherekea, hawana masiku ya kusherekea, hawana masiku ya kula na kunywa. Basi wao wakaona hii halijakamilika, lazima na sisi tushirikiane na watu fulani kwenye mambo fulani. Unamkuta Muislamu anatoa kwenye video chake Happy Christmas, wama adraka mahala. Unasema mwanadamu Happy Christmas, hiyo Christmas unajua ni nini? Ndio hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kimemkasirisha. Ewe mwanadamu, wapi unakwenda? Mdomo wako unatamka maneno kama haya, na wewe ni nani? Maana yake nini? Unaalikwa kwenye masala kama haya, eti unaambiwa kuna leo ni siku ya kuzaliwa mwana wa Mungu, twende tukale pilau na nyama, unaenda unakula. Au unampongeza mtu hongera kwa kufika, kwa kuhudhuria siku ambayo amezaliwa mwana wa Mungu. Wewe ni nani? Ikiwa neno hili limtukiza Allah subhanahu wa ta'ala, vipi wewe mwanadamu ambaye naye unaongezea wale wanaofurahia? Maana hawakusema bali wakaweka siku maalum ya kufurahia, kusherekea na kupiga vigelegele kwa ajili tu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mwanae amezaliwa, leo Allah amepata amepata pindi kabisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mafundisho na kutuambia khalifu yahudi wan nasara wa khalifuni mayahudi na manasara, kiasi cha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisikia dhiki kuelekea Baitul Maqdis. Kibla sisi ilikuwa tuelekea Kaaba, tulikuwa tuelekea Baitul Maqdis. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asikia dhiki moyoni mwake. Hewati Mayahudi na Manaswara kibla hiki walikuwa kikielekea, na mpaka sasa hewati na sisi tuelekea huko. Mtume asikia dhiki mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia qad nara taqalluba wajhaka fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia sasa, tumekuona uso wako ukiinua mbinguni, kisa nini? Kisa nini anainua uso wake mbinguni? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apata dhiki na kile kibla, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia tumekuelekeza sasa kibla, sasa ni wapi? Ni Kaaba. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, elekea sasa masjid al-haram. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala alizungumza maneno haya, akaweka hadithi moja katika kitabu chake Sifatu Salatu Nabii sallallahu alaihi wasallam, mlango wa mwanzo kabisa, mlango wa kuelekea Kaaba, akaweka kwamba mwanzo watu walikuwa kuelekea Baitul Maqdis. Ilipoteremshwa aya hii, akatoka mtu mmoja akaelekea, akakuta watu wanafanya salatu al-fajr bado hawajamaliza, akawaambia enyi ndugu zangu, hakika ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku wa leo, kuamkia hii leo usiku wa jana, ameshushia Qur'ani, tumeamrishwa kuelekea Kaaba. Fastadaru, wakazunguka mpaka wakakielekea kibla. Wastadara imamahu, na imamu wao naye akazunguka, walikuwa wameelekea Sham, wakazunguka. Nini amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wewe umepewa amri ya kuwakhalifu Mayahudi na Manasara hata basi wakujifananisha nao ilikuwa ni hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa wakipewa amri ya jambo, wakielezwa jambo, Allah amesema, Mtume amesema, sami'na wa ata'na. Hawazunguki hivi, hawahindi hivi,
Wewe utasema mambo haya bwana alikuwa hizo. Sasa hivi watu washirikiana. Sasa mtu uko na kazini akwambia washinda kumwambia Christmas mko na kazini. Utakuwa naye kaburini atakusaidia kujibu haya maswali. Kwa nini wewe unamwambia mtu leo ya siku ya kuzaliwa mwana wa Mungu? Utasema nilikuwa nafanya naye kazini, nilikuwa na rafiki yangu faida wangu. Kwa nini wewe ulishuhudia? Kwa nini wewe ulishiriki? Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Furqan anaelezea namna za sifa za waja wema. Wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Anaelezea sifa nyingi akafikia mpaka kusema alladhina idha dhukiru alladhina idha anfaqu lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama walladhina la yashhaduna az-zur. Chini hapo akasema walladhina la yashhaduna az-zur, na waumini wa kweli ni wale ambao hawashuhudii zur. Zur ni nini? Anasema Ibn Abbas radhiallahu anhu, az-zur hadha al-iyad al-mushrikin, ni idi za washirikina makafiri. Waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wao ambao hawawezi kushuhudia vitu hivi. Sio mimi na wewe ambao tunashiriki, tunashuhudia kwa kwamba kushiriki, tunawapongeza, tunaenda kwenye maeneo yao, tunakula vyakula vyao, wakituletea tunachukua tunakula, tena wengine tunavidai. Sikukuu. Vipi nini? Wewe si Muislamu. Unakuwaje unafurahikia na jambo hili na kudai pilau kabisa? Kwa kutaka nini? Wale ambao umetokana na sherehe gani? Watu wanasherehekea kuzaliwa mtoto wa Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni mimi na wewe. Yaani naumia kwamba hii siku ilishapita. Kuna wengine wenda tayari washafanya mambo. Nilitamani hata niyaseme haya maneno kabla ya, lakini ni tayari. Kuna wengine tayari walishafanya mambo. Allah wasamehe. Allah wasamehe mimi na wewe ambao tumeteleza mjini. Lakini pia sambamba na hilo, ukishalipata leo hii, linase kwenye kichwa chako. Hakikisha aliondoki, sio hii Christmas, sio Pasaka, sio mwaka mpya, sio kudumu gani, sio mshahara gani, chochote usiweze kushiriki. Waislamu tuna mipaka, dini yetu imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ukishakubali kwa wewe ni Muislamu, basi lazima ufuate masharti ya Uislamu. Hapa hadi hapa, hapa hadi hapa. Hapa usianze hapa, anzia hapa, lazima ufike hapa. Hapa usiende mpaka hapa. Kila jambo lina mipaka na sheria zake. Hata kwa kusherehekea kuna mipaka. Usisherehekee kwa namna hii, usisherehekee kwa namna hii. Usisherehekee kitu fulani, sherehekea kitu fulani. Mimi na wewe tumesalimika kwa hili. Kazaliwa na aliyezaliwa si mwingine, ni mtoto wa Mungu. Sisi hatuamini hivyo. Sisi tunaamini kwamba hata kama amezaliwa siku hiyo, si mtoto wa Mungu, kazaliwa mtume wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sasa, watukufu wa Islam, hizi sikukuu tunatakiwa tuwe waangalifu sana, kwa sababu tumekuwa tukiwarithisha mpaka vizazi vyetu. Jana nimekuja darasani hapo, watoto hakuna kabisa darasani. Ukiuliza nini, watoto wamekwenda kwenye sikukuu. Yaani maana yake kama unamtengenezea mazingira mtoto ajue kwamba leo ni sikukuu, hiyo jana kwamba ni sikukuu yake, basi huyu atakuwa anajua kwamba hii ni sikukuu ambayo inatakiwa kuadhimishwa. Mwisho wa siku huyu ataoa asiyekuwa Muislamu. Mbona tulikuwa tukiadhimisha kuzawa kwa Bwana Yesu? Sawa sawa. Ataolewa na asiyekuwa Muislamu. Sisi wazazi wetu tulikuwa sikukuu ya leo tulikuwa tukiadhimisha, tukipika pilao, tukikwenda kutembea kwa ajili ya kuiadhimisha sikukuu. Yaani tunaona kama ni jambo dogo, lakini mambo tunayaelekisha kwa hao watoto itakuwa ni mtihani. Na mtu mmoja jana ni Muislamu
akatuma klipu ya kuwapongeza, akasema si vibaya kuwapongeza na wanachuoni imekuwa na ikhtilafu. Nikamwambia walioleta ikhtilafu ni Mashia, sio Waislamu. Tuwekane wazi, ni Mashia na sio Waislamu. Na Mashia wao kusherehekea Krismasi na Pasaka ni jambo la kawaida. Tunaona kiongozi wao mkubwa ambaye ni Jalala amekuwa kila mwaka akitoa kauli za kuwapongeza wasiokuwa Waislamu kwa kusherehekea siku. Lakini sisi Waislamu, itikadi yetu Ahlus Sunna wal Jamaa, hakuna shekhe yoyote Ahlus Sunna wal Jamaa aliyekubali kusherehekea wala kumpongeza mtu aliyefika siku hiyo, kwa sababu na kufanya hivyo maana yake wewe umeitakidi kwamba kazaliwa mtoto wa Mungu. Maana yake kama Mungu tayari ushampa mtoto, wewe tayari ni mshirikina, ushaingia katika shirki. Kwa hiyo tujitahidi na tujiepushe kuingia kwenye mambo yasiyotuhusu. Haya hayatuhusu sisi Waislamu, hatuhusiki katika haya. Na ndiyo maana taasisi nyingi za Kiislamu ikifika tarehe hiyo zinatengeneza maonyesho ya watoto na nini, ili kuwaweka bize tu wajue kwamba wanaya kwao sio hayo. Sawa sawa. Kwa hiyo